tuongee kidogo kwa dakika 5 kama sio 6 juu ya mtu anaitwa Yoabu. Yoabu, wakati wanamsikia kwenye Biblia, huyu alikuwa kiongozi mkubwa wa vita wakati wa Daudi. Halo, jemedari aliyesimama, yeye ndiye aliyepigana vita wakati huo Daudi anashinda. Lakini huyu jamaa, vijana wale wanasema akazingua. Halo, bwana mimi si vijana wale akamwambia, mbona unasema tu ile sifa kama mzee? Yeye akawaua majemadari wengine wawili, Abneri na Amasa. Hawakatoka kuuawa, alituma kwenye mission na mfalme. Na ile mission haikumaanisha awaue, lakini yeye kwa kiburi na kwa nguvu zake, waliposhindwa kumpatia majawabu sahihi, akawaua. Inawezekana huko kwa somo langu leo, lakini somo langu liko hapa. Daudi anamaliza muda wake wa uongozi kuwa mfalme. Daudi anamaliza, anamwachia kijiti nani? Hizi mambo yetu itakuwa ni ya kusikiana na vitu hivi pia nijue. Sio tu mwinjilisti wanafikiri na washiriki pia washiriki. Halo, washiriki kwenye kuhubiri. Sulemani kijana wake. Huyu Sulemani anapewa maagizo na baba yake. Anamwambia, sikiliza, ninatamani tusiendelee kubaki na laana ambayo Yoabu alituingizia mkosi. Wafalme wa kwanza sura ya 2. Tena tuende haraka kidogo, tasoma fungu kadhaa hapo. Wafalme wa kwanza sura ya 2 fungu la kwanza anasema, sikiliza. Basi siku ya kufa kwa Daudi ikakaribia, akakuta Sulemani mwanawe, akasema, mimi naenda njia ya ulimwengu wote. Basi uwe hodari, ujionyeshe kuwa mwanaume. Halo, sio mzembe, jionyeshe kuwa Mkristo. Unaweza kuambia, jionyeshe kwamba wewe ni mwadventista wa Sabato. Usikae kutia huruma, jionyeshe. Kwenye ile fungu la 4, ili Bwana afanye imara neno lake alilolinena kwa habari yako, akisema, ikiwa watoto wako wataiangalia njia wakienda mbele zangu kwa kweli, kwa moyo wao wote na kwa roho yao yote, akasema, hutakosa mtu katika kiti cha enzi cha watu. Sikiliza, na zaidi ya hayo, umejua alivyonitenda Yoabu mwana wa Seruya, yani alivyowatenda majemadari wawili wa majeshi ya Israeli, Abneri mwana wa Neri na Amasa mwana wa Yetheri, ambao aliwaua na kuimwaga damu ya vita wakati wa nini? Akautia damu ya vita mshipi uliokuwa viunoni mwake na viatu vilivyokuwa miguuni mwake. Sasa anamwambia mwanae, kwa hiyo ufanye kama ilivyo hekima yako, wala usimwachie mvi zake kushukia wapi? Aheri kwa amani. Anamwambia huyu usiendelee kuwa naye, maana hafai, kwa sababu amefanya kosa. Huyu ni wa kutenga, huyu ni wa kuondoa, huyu ni wa kutupilia mbali, hafai. Wapo wanadamu katika kanisa leo hatufai. Halo, ni wa Kristo tunataka sana, lakini
mimi ni mkuu wao. Halo, katika kwenye nini hatufai. Hakuna ambaye ana heri katika ulimwengu wa leo, na ndio maana sote tumemkaribia na yeye leo ili ya kwamba tupate rehema. Suleimani anaambiwa huyo usimwache hata mji tu isibaki, teketeza. Alipoingia katika uongozi, Suleimani akasimama na anamwagiza jemadari wake sasa aende amtafute Yoabu ili amteketeze, ili amuondoe, ili aondoe mkosi. Soma fungu la 30. Maana ile afanya ni ajabu. Yawezekana tukaona kwamba ni ajabu kuliko tunayofanya leo. Yawezekana ni agizo la Mungu ya kwamba hawa wanadamu hawafai hata chembe. Na ndio maana mwandishi wa Biblia anasema, Yesu anasema wewe huna nguvu, wewe sio kitu, ni hamna. Halo. Fungu la 30 anasema basi Emana yeye alikuwa ni kiongozi, jemadari aliyechaguliwa, anaenda Suleimani wa Bwana, anatafuta Yoabu. Yoabu yuko wapi? Anakuta Suleimani wa nani? Anasema akamwambia mfalme anasema njoo, toka. Yoabu ameshajua habari, hapa nimeandikiwa kumalizwa, anaambiwa toka sasa. Anasemaje? Akajibu yaani hapa ndani ya hema ya Bwana sitafanya kama kuniua uniuliwa. Yaani ndio mimi ni mdhambi, lakini kanisani sitafanya. Halo, leo wanadamu wengi tunataka tuwatoe wenzetu ndani ya kanisa tukawaue. Sasa tunajua kwamba amezingua kwa kosa amefanya. Wewe sio sawa. Hata usikatani, hata hatutambui. Halo. Kumuleta hazina sana. Huyo msikipe kabisa, anaenda katika nini? Unasahau kumelaweka mdomo na kupoza kwenye kusimama. Yoabu anasema kama nikufa nife kingali hemani mwanangu. Ndiyo, ni kweli nimefanya kosa, nina kila sababu ya kuhukumiwa kifo, lakini kama nikufa ndani ya hekalu la Bwana nitafanyaje? Usikubali kutoka kanisani. Ndiyo, ni dhambi, sawa, sifai, ninaelewa, lakini kanisani tunafanyaje? Toki. Niende wapi sasa? Jioni ya leo Mungu akatubariki. Ya kung'ang'ania ndani ya kanisa. Maana hii ndio karakana ya wadhambi. Sio jumba la maonyesho la watakatifu. Eti wamekuja wamevaa tai takatifu. Ni wadhambi wasiostahili, wanakuja kutafuta rehema za nani? Ni wako Bwana ninasikia unapoendelea. Yoabu anasema hapana, mimi nitakufa hapa. Na jemadari akarudi kwa mfalme, akamwambia na amekatalia kurudi. Hana akamwambia nenda umtende kama alivyotaka hapo. Halo. Yaani kama nikuteketea ukiwa ndani ya nini? Vijana tu. Kwa duniani kwa sasa lakini usitoke wapi? Ili kuendelea kudumu hapa, kufanya kuendelea kuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya huko yanaenda yakawa namna fulani. Rafiki yangu mmoja alinipigia simu ananiambia, hebu naomba shauri, nimeanza kutafuta kazi kwa muda mrefu, nimepata, lakini wiki ya pili baada ya kupata ajira hiyo, bosi amenilazimisha kufanya kazi ya Sabato.
na huu ni mwezi karibu wa 4 ninaenda kazini Sabato, lakini sina amani kwenye moyo wangu, nifanyeje? Halo, kanisani usifanyaje? Majaribu ya namna hiyo, unaweza ukaona jinamizi ukamwambia siwache kazi. Halo, maana ndio anatakiwa kufanya. Maana tunasema Petro alisema mheshimu Bwana kwa mali zako, mheshimu katika vyote vilivyo navyo, iwe ni kazi, iwe ni biashara, iwe ni faida, iwe ni hasara, iwe ni maskini, iwe ni tajiri, mheshimu. Na kumheshimu ni kuendelea kufanya mapenzi ambayo ni kutunza Sabato pia. Lakini ushauri wa kwanza nikamwambia, tengeneza mahusiano yako ya dhati na nani. Anaweza akasema aende kwa bosi amwambie tuna kazi naenda Sabato, alafu akatishwa kazi ikawa ni auku ya miaka yote ya kutokuwa mwanamke. Halo, yes. Lakini akitengeneza mahusiano yake na Bwana, atapata nguvu na ujasiri wa kwenda kumwambia bosi ni kazi ya Bwana. Hata kama atakaa bila kazi miaka 4 ijayo, bado atasema ninajua nimekataa kwa ajili ya nani? Jambo la kwanza katika maisha yetu ni Bwana atufute karibu. Usifikiri imani ulio nayo wewe mwingine anaweza akawa nayo hiyo hiyo. Kwa hiyo usifikiri anapojikwaa mwenzako kwacho, maana wewe umeshinda basi wewe una nafuu. Wote ni wadhambi. Tunaoangaliana na sura hii. Halo, tunaohitaji rehema za nani? Kwa muda wa kutosha, tengeneza mahusiano yako, funga na kuomba, tengeneza mahusiano yako na nani. Alafu siku Bwana atakapokupa nguvu, huyo uitengeneza mahusiano naye. Sio kwa sababu mchungaji ameniambia, kwa sababu najua hata leo inakuwa unajua sio sawa. Lakini Bwana akupe ujasiri ni baada ya kutengeneza mahusiano yako na yeye ya dhati. Akupe ujasiri ikiwezekana kwa barua ufike mbele ya yule bosi kumwambie, sikiliza, mimi kuanzia leo ni kweli nimefanya miaka kadhaa, lakini moyo umeniuma, siwezi kuendelea kufanya isiyo sahihi. Sawa na wale Waisraeli waliosema hatuwezi kuendelea kumtumikia Farao. Lakini walifika ni mpaka Bwana alipotengeneza mahusiano nao, akawapatia viongozi atakayewatoa. Tengeneza mahusiano. Mwambie bosi leo hapa, kuanzia leo hapa, bila siku nyingine zote sawa. Yawezekana ikawa ni injili kwa akasema, kumbe namna hiyo hautakuja kazini siku ya Sabato. Au anaweza akasema wewe huna kazi, na kweli shetani akashikilia jaribu hilo, Mungu akaruhusu ukapata bila kazi miaka kadhaa. Lakini kwa kuwa ulikuwa ukifanya kwa ajili ya Mungu, utadumu kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Ni wako Bwana sadaka ya shukrani, sadaka ya
Namshukuru sana Mungu, maana tulianza programu za kufunga na kuomba kwa mafundisho ya namna ya funga ya kweli.